Movie inaanza katika kituo cha watoto yatima huko California, ambapo mvulana mdogo aitwaye Calvin anacheza mpira wa kikapu na marafiki zake wawili wa karibu, Murph na Leg. Wakati wanafurahia mchezo, mtoto mkubwa mwenye jeuri aitwaye Ox anafika na kuanza kumdhihaki urefu wa Calvin. Ox anamshindania Calvin mechi ya moja kwa moja na kuweka dau, anayeshinda atamtoa jezi yake. Murph na Leg wanajaribu kumzuia Calvin, lakini Calvin anakataa kurudi nyuma. Anasema hawezi kuendelea kumkimbia Ox kila wakati. Mechi inaanza na kwa bahati mbaya Calvin anashindwa. Ili kumfedhesha zaidi, Ox anavaa jezi ya Calvin na kuichana mbele ya kila mtu. Kwa kushangaza, Calvin hakuvunjika moyo kabisa. Anasema kwa utulivu kwamba siku moja familia yake ya kulea itamnunulia jezi nyingi kiasi gani anavyotaka. Ox anacheka na kusema kwa ukatili kwamba hakuna mtu atakayemchukua, lakini Calvin anasimama imara, anaamini yeye ni maalum na mtu atamchagua siku moja. Baadaye anapotazama familia yenye furaha kwenye TV, Calvin anatamani kwa utulivu awe na familia yake mwenyewe. Ghafla, mkurugenzi wa kituo cha watoto yatima Stan anazima TV na kuwapeleka watoto wote kwenye Sports Center ambapo timu ya Los Angeles Knights inacheza ili waweze kuuza pipi. Usiku huo Calvin hakuweza kuuza hata pipi moja. Anasimama nje na Marvin wakati wakitazama mechi kutoka mbali. Mchezaji wake anayempenda Truss anakosa shuti muhimu na Knights wanashindwa. Calvin anahuzunika sana. Nje ya uwanja Calvin anakutana bila kutarajia na kocha wa timu, kocha Wagner. Wanazungumza kuhusu kushindwa na Calvin anamwambia kwa uaminifu kwamba yeye ni yatima anayeuza pipi. Kocha Wagner anavutiwa na uaminifu na wema wa Calvin na anampa nafasi ya kupata tiketi ya mechi ijayo. Calvin anafurahi sana na anamshukuru kocha kabla ya kukimbia kurudi kwa Murph. Siku inayofuata wanandoa kadhaa wanatembelea kituo cha watoto yatima ili kuchagua watoto. Calvin anahisi matumaini, anafikiri labda leo ni siku yake, lakini Ox anavunja matumaini yake kwa kusema kwamba wanandoa wanataka watoto wadogo tu, si kama yeye. Calvin anahisi ameshindwa na anaanza kujiuliza kama atachaguliwa na mtu yeyote. Hapo dada Teresa analeta sanduku la mchango nje, anampa Murph koti na ghafla pea ya viatu inaanguka kutoka kwenye sanduku. Calvin anaviona na anavijaribu, vinamfaa kabisa. Dada Teresa anasema viatu hivyo vilikuwa vya mchezaji mashuhuri wa mpira wa kikapu. Calvin anapoona herufi ya MJ zilipigwa kwenye viatu anashangaa na kujiuliza, je, hivi ni viatu vya Michael Jordan kweli? Kabla hajafika zaidi, Ox anafika kwa hasira, anavichukua viatu na kuvitupa juu ya waya wa umeme akimdhihaki Calvin. Usiku huo katika mvua kubwa, Calvin, Murph na Leg wanaiba nje ili kuvichukua viatu. Calvin anapovishika, radi inampiga na anaanguka chini. Kila mtu anaogopa, lakini Calvin yupo sawa kabisa. Viatu vinapoanza kuangaza, Calvin anatambua kitu kisichoaminiwa kutokea. Siku iliyofuata, Calvin anapokea tiketi ambazo kocha Wagner aliahidi. Kwa furaha isiyo na kifani, anawapeleka Murph na Leg kuangalia mechi ya moja kwa moja. Ox anajaribu kumtisha, lakini badala ya kurudi nyuma, Calvin anamwalika Ox aje pia. Ndani ya uwanja wanaangalia Knights wakicheza vibaya sana. Kufika mapumziko ya nusu, Knights wako nyuma sana na meneja wa timu Frank anaonekana amechanganyikiwa kabisa. Wachezaji wanapoelekea chumbani, Frank anamzuia Tracy na kusisitiza afanye show ya nusu ili kuwaburudisha watazamaji. Tracy anakataa mwanzoni, lakini Frank anamlazimisha. Muda mfupi baadaye, Frank anatangaza kwamba shabiki mwenye bahati atachaguliwa kucheza mechi ya moja kwa moja na Tracy. Namba ya kiti inayotajwa ni ya Calvin. Calvin anaruka kwa mshangao na furaha. Calvin anapoingia uwanjani anaweza kushangaa tu, anaenda kucheza dhidi ya mchezaji wake anayempenda zaidi wa NBA. Kisha kitu kisichowezekana kinatokea. Calvin anamdanganya Tracy na kufunga pointi ya kwanza. Uwanja mzima unapiga makofi. Kabla Calvin hajachukua shuti lingine gumu la kufunga tena, hata Calvin mwenyewe anashangaa jinsi Gather amekuwa hodari. Kwa pointi ya mwisho, Calvin anaruka angani na kufunga dunk. Umati unanyamaza kwa sekunde moja, kisha unalipuka. Kila mtu yupo miguu akimshangilia mtoto asiyejulikana. Nje katika lori, Stans anacheza chess kwa utulivu, asiyejua chochote kwamba kitu cha historia kimetokea ndani. Siku inayofuata, Frank na kocha Wagner wanatembelea kituo cha watoto yatima kukutana na Stan. Frank anasema anataka Calvin acheze mechi halisi kwa Knights. Wagner anafikiri ni mzaa, lakini Frank hajali, anataka tu kujaza viti vya uwanja. Anampa Stan pesa ili amruhusu Calvin acheze siku moja. Kwa ubahiri wake, Stan anakubali mara moja. Baadaye Calvin anamwambia Murph na Leg kila kitu kilichotokea uwanjani. Wamefurahi sana kwake. Murph anauliza swali kubwa, ulivyoanza kuwa hodari ghafla? Calvin anakiri hajui hasa. Jambo pekee analolijua ni kwamba kabla ya kuvaa viatu hivyo vya MJ hakuwa hodari hivyo katika mpira wa kikapu. Murph anampa mpira na Calvin anachukua shuti lingine kamili tena. Wakicheka, Murph anamdhihaki kwamba Calvin ni kama Cinderella wa mpira wa kikapu na viatu hivyo ni uchawi wake. Calvin anakubali, lakini anasema siri hii baki kati yao. Wasivyojua ni kwamba Ox yupo karibu na alisikia kila kitu. Usiku huo
Murph na Reg walimsindikiza Kelvin kwenda Staples Center kwa siku yake ya kwanza na timu. Ndani ya chumba cha kubadilisha nguo, Kelvin anasalimia kila mtu kwa uoga na hata anamwomba radhi Trace kwa kilichotokea siku iliyopita. Trace hamudu, anasema kila kitu kiko sawa. Muda mfupi baadaye, Frank anampa Kelvin jezi na viatu vipya, lakini Kelvin anasisitiza avae viatu vyake vya zamani. Frank anacheka na kusema asijali kwa sababu hatacheza leo usiku. Kusikia hivyo, furaha ya Kelvin inapungua mara moja. Kocha Wagner anaingia akieleza kwamba hata kama Frank atamleta kwa burudani tu, kuwa sehemu ya timu bado ni heshima. Mechi inaanza na tena Knights wanaanza kuwa nyuma. Wakati wa time out, Kelvin anashiriki wazo la mchezo kwa uoga. Wagner anampenda na kwa kushangaza kila mtu anamtumia Kelvin uwanjani, lakini ghafla Kelvin anaogopa, anatambua hajavaa viatu vya MJ. Kwa kisingizio anaitisha time out nyingine, anakimbia chumbani, anavaa viatu na kurudi haraka. Kelvin anaendesha mchezo aliopendekeza na unafanikiwa. Pointi baada ya pointi, Kelvin anaendelea kufunga. Kocha Wagner anaachwa bila maneno na uwanja mzima unaangalia kwa mshangao. Mwisho wa mechi, Kelvin anaongoza Knights kushinda. Frank anajivunia na kujichukulia sifa, akiamini yeye ni mwerevu kwa kumleta Kelvin kwenye timu. Siku iliyofuata Kelvin anasaini mkataba mkubwa na kuwa mada moto katika vipindi vya NBA na media ya michezo. Kelvin anapopakia viatu vyake kituoni ili kusafiri na timu, Stan anakwenda akisema anajivunia, lakini pia anamwonya kwamba kuanzia sasa yeyote atakayetaka kumchukua anaweza kutaka pesa zake tu. Stan anafichua kwamba alisaini mkataba wa Kelvin kama mlezi wake wa kisheria, na mradi Kelvin anacheza Knights hakuna kitakachoweza kubadilika. Hivi karibuni Kelvin anapanda ndege na timu. Kocha Wagner anamwomba Trace amsaidie Kelvin na atatangaza kwamba watakuwa marafiki wa chumba. Kelvin anafurahi, lakini Trace haichukui kwa uzito. Trace anajiandaa kwenda nje na haraka anamfundisha Kelvin jinsi ya kutumia huduma ya chumba. Trace anapoondoka, Kelvin anaenda pori akiagiza chakula kingi sana. Baadaye Trace anarudi na rafiki yake Janet na kushangaa fujo chumbani. Janet hata hivyo anapenda Kelvin mara moja na kumpeleka nje naye, jambo linalomfanya Trace ahisi wivu bila kutarajia. Baada ya Janet kuondoka, wawili hao wanarudi chumbani. Kabla ya kulala, Kelvin anamwomba Trace aombe pamoja naye na hata kubariki. Na kumshangaza Trace kidogo, Kelvin kisha anauliza kama Trace atawabariki wazazi wake pia. Trace anakiri kwa utulivu kwamba wazazi wake walifariki. Kusikia hivyo, Kelvin anahisi hisia na anasema kwamba kweli wao ni sawa, wote ni yatima. Kelvin anapoanguka usingizini, koroma zake kubwa zinajaza chumba na kumharibu usingizi wa Trace kabisa. Asubuhi iliyofuata, kocha Wagner anaona Trace ya kulala vizuri. Bila kufikiria, Kelvin anasema bila kukusudia kwamba Trace alitoka usiku na Janet. Wagner anakasirika mara moja na kuonya Trace, makosa moja zaidi kama huo na atasimamishwa. Hii inamfanya Trace amchukie Kelvin zaidi. Licha ya mvutano, Kelvin tena anatoa onyesho la ajabu kwenye mechi, akiongoza Knights kushinda tena. Katika mechi zilizofuata, Kelvin anakuwa nyota kamili na Knights ghafla anapanda kileleni mwa ligi. Kelvin hata anatumia zawadi kurudi kituoni kwa marafiki zake. Usiku mmoja, Ox anajaribu kuiba viatu vya Kelvin, lakini Stan anamshika na kumweleza wazi hakuna mtu anayeruhusiwa kumdhuru Kelvin. Siku iliyofuata Trace anaenda kununua dawa na Kelvin anamfuata kwa siri. Trace anapokuwa kilabu peke yake kwenye gari, karibu anaruka kutoka kwenye kiti, wakati ghafla anaona Kelvin ameketi nyuma. Kelvin anaeleza kwamba alichukua ngazi na kufika katika gari kabla yake. Kwenye duka la dawa, Trace anakosea kuchukua vidonge vya usingizi badala yake. Wakiwa njiani kurudi, anaanza kuhisi kizunguzungu, anapoteza fahamu kabisa. Bila chaguo lingine, Kelvin anaendesha gari mwenyewe na kuwarudisha hoteli kwa usalama. Asubuhi iliyofuata, Trace anagundua kwamba kwa sababu ya ukiukaji wa muda wa kurudi, Kelvin atalazimika kukaa benchi kwenye mechi ijayo. Trace alipoulizwa jinsi walivyorudi nyumbani usiku uliopita, ukweli unampiga. Trace anamtambua alichofanya Kelvin kwa ajili yake na anamshukuru kwa dhati. Kuanzia hapo, Trace anaanza kumwita Sea Dog na Kelvin hawezi kuwa na furaha zaidi. Siku iliyofuata kituoni, Kelvin anapozungumza na Reg kuhusu shule, anaona wanandoa kadhaa wakija na kuondoka. Murphy anaeleza kwamba wamekuja kumchukua Kelvin. Mwanzoni Kelvin anahisi matumaini, lakini Murphy anaonekana mwenye huzuni kwa sababu hii haifai watoto wengine. Kelvin anakumbuka maneno ya Stan kwamba hakuna mtu atakayemruhusu kuchukuliwa. Reg anakumbusha kwamba Stan haaminiki. Hivi karibuni Kelvin anajua kwamba Stan kwa kweli amekasirika na kocha Wagner kwa kuwapeleka wanandoa kituoni. Kelvin anapomkabili Stan anadai kwamba kila mtu amevutiwa na pesa za Kelvin tu. Hata hivyo, Kelvin bado anatamani kukutana na wanandoa, lakini anapokutana nao kila mmoja anaonekana wa ajabu na wasiwasi. Baadaye ukweli unatoka. Stan alikuwa amewaajiri wanandoa hao wa ajabu makusudi ili kuvunja matumaini ya Kelvin
Kelvin na kumfanya kati tamaa ya kuchukuliwa. Muda mfupi baadaye, Kelvin anafika nyumbani kwa Tracy mjini. Tracy anauliza kuna nini, na Kelvin anakiri kuwa amepitia moja ya siku mbaya zaidi maishani mwake. Anaeleza kwamba rafiki yake wa karibu amechukizwa naye na Stan anamjulisha wazazi wake kuwazia mbaya zaidi. Juu ya hayo yote, pia anatatizika na geometry. Tracy anakubali kumsaidia kusoma, lakini kwamba anamwambia ampigie simu Murph. Murph anafika na hivi karibuni wote watatu wanasoma pamoja wakicheza na kufurahi. Siku iliyofuata Knights wanashinda tena na Frank anawasifia Tracy na Kevin. Anatangaza kwamba ushindi mmoja zaidi utawapeleka timu kwenye playoff. Baadaye Murph anamdhihaki kwamba labda kuna mtu mwingine moyoni mwa Kelvin na kwamba Tracy mwenyewe anaweza hata kumchukua. Kelvin anacheka na kwa bahati mbaya anafichua kwamba Tracy hataongea na baba yake tena. Kila mtu anashangaa. Siku iliyofuata Kevin anamleta baba wa Tracy nyumbani kwake akitumaini kurekebisha mambo. Badala yake Tracy analipuka kwa hasira na kumtupa Kelvin nje. Usiku huo Knights wanashindwa mechi yao na kocha Wagner anawaraumu wote wawili wakisema masuala yao binafsi wanaiumiza timu. Asubuhi iliyofuata Kelvin anarudi kituoni akihisi ameshindwa kabisa. Anasema kwa huzuni kwamba labda hakuna mtu atakayemchukua kamwe. Hapo wanandoa wenye moyo mwema Bwana na Bi Boyd wanafika kumkuta. Wakati huo Stans anakutana kwa siri na Ox na kumuuliza tena kama nguvu ya Kelvin inatoka kwenye viatu. Ox anathibitisha kwa ujasiri kwamba viatu ndivyo chanzo vya talanta ya Kelvin. Muda mfupi baadaye Stans anatembelea kituo na kumpa Kelvin jozi mpya ya viatu. Kelvin anakataa mwanzoni, hataki kuacha vya dhamani, lakini Stans anamshawishi akisema viatu vipya vinamfanya Boyd ampende zaidi. Kwa kusita, Kelvin anamkabidhi viatu vyake vya MJ Murph ili avihifadhi. Murph anajaribu kuvivaa, lakini haraka anatambua ukweli, viatu vinamfanyia kazi Kelvin tu. Ghafla Ox na Stans wanafika wakimtishia Murph na hata kuchoma picha ya mama yake. Murph analazimika kufichua mahali viatu vilipo. Stans anavichukua na kuvipeleka kwa mkopeshaji aitwaye Bwana William na kuweka dau kubwa dhidi ya Knights na uhakika kwamba bila viatu Kelvin atashindwa. Wakati huo Tracy anaanza kumkosa Kelvin na hatimaye anaamua kurekebisha mambo na baba yake. Wakati huo chakula cha jioni cha Calvin na Boyd kinaendelea vizuri na anaamua kwa furaha kwamba wanataka kumchukua. Asubuhi iliyofuata Boyd wanafika chumbani kwa kubadilishia na Kelvin anajivunia kama wazazi wake wa baadaye. Tracy anashangaa lakini anatabasamu na kumpongeza Kelvin. Ghafla Murph na Leg wanampigia simu na habari mbaya. Stan ameiba viatu bila kufikiria mara mbili. Kelvin anakimbia nje ya uwanja na kurudi kituoni kwa haraka. Wakati huo Knights wanaingia uwanjani bila Kelvin kucheza mechi muhimu zaidi ya msimu. Kurudi kituoni, Kelvin na marafiki zake wanamfunga Stans kwenye kiti na kudai kodi ya usalama ambapo viatu vimefichwa. Stans anakataa kuzungumza. Hapa Ox anafika na karibu kumwachilia Stans, lakini Kelvin anamzuia. Anaeleza kwamba Stan hajali mtu yoyote na kama wanataka kuishi lazima washikamane. Hatimaye Ox anaeleza ukweli na kufungua salama akirudisha viatu vya MJ kwa Calvin. Watoto wote wanamkimbilia na kumpeleka uwanjani. Nyuma yao Stans anatoroka na kumpigia simu Bwana William akiwatuma majambazi kuwazuia watoto. Licha ya vizuizi vyote, Calvin anafika uwanjani ambapo Stans anajaribu kumzuia mara ya mwisho. Calvin anamng'oa kwenye skuta na kutangaza sasa mchezo umeanza. Calvin anapoingia mechini, Knights wako nyuma sana. Kocha Wagner anafikiria kumweka bench kwa kuchelewa, lakini Tracy na timu yote wanasimama na Kelvin. Wagner anakubali na kumtuma uwanjani. Kelvin mara moja anaanza kufunga goli bila kukosa, akirudisha timu kwenye mchezo. Kisha janga linatokea, kiatu kimoja kinapasuka. Kelvin anaogopa na kukiri kwa Tracy kwamba nguvu zake zinatokana kwenye viatu. Tracy anamtazama machoni na kusema, wewe ni hodari zaidi kuliko unavyofikiri, hata bila viatu. Kabla ya mchezo wa mwisho, Kelvin anatangaza kwamba huu utakuwa mchezo wake wa mwisho kwa sababu anataka kuwa mtoto wa kawaida tena. Mchezo wa mwisho unaanza, walinzi wanamzunguka Kelvin, lakini Tracy anaendelea kumtia moyo. Kwa ujasiri huo, Kelvin anavunja na kumpa mpira Tracy. Tracy anachukua shuti na kufunga. Knights wanashinda na kufuzu playoff. Kila mtu anasherekea, lakini Kelvin anahisi huzuni, akiamini huenda hatamuona Tracy tena. Hapo ndipo Bwana na Bi Boyd. Kelvin anaomba asubiri kwenye maegesho na anaenda kusema kwa heri. Kocha Wagner anamwambia kwamba kutakuwa na nafasi yake timuni daima. Baada ya kufikiria kwa kina, Kelvin anafanya uamuzi wa ujasiri. Anarudi kituoni akiwacha Boyd nyuma. Murph anashangaa, lakini Kelvin anasema moyo wake haukuhisi sawa. Siku iliyofuata Ox anamuuliza Kelvin ni nini bora zaidi kuhusu NBA. Kelvin anamwambia kwa mzaa, huduma ya chumba. Ghafla Tracy anaonekana, anatangaza kwamba timu sasa itafadhili kituo cha watoto yatima, na muhimu zaidi, yeye anataka kumchukua Kelvin. Kwa furaha,
Kelvin anamkumbatia kwa nguvu na kuuliza kama Marvin anaweza kuja pia. Tracy anatabasamu na kukubali. Baadaye inafichuliwa kwamba Stancy ametoweka, Leg amepata familia mpya na kila kitu kimeweka sawa hatimaye. Na hii movie inaisha kwa ujumbe wenye nguvu. Nguvu halisi haitokani na viatu vya uchawi, bali inatokana kwa imani, ujasiri na moyo. Niambie kwenye comment unafikiria nini kuhusu hii movie, na kama umeifurahia hii recap basi like hiyo video na bonyeza kitufe cha subscribe ili wa kwanza kupata recap nyingine. Na mimi nika chill. Ciao.